Dini iliyo safi mbele za Mungu ni kuona watu wenye mahitaji maalum kama watoto yatima, wamama wajane, wazee wasiojiweza. Kwa kutambua hilo, kituo cha kulelea watoto yatima kinachofahamika kwa jina la Rising Orphanage Center kinachopatikana maeneo ya Simambwe, wilaya ya Mbeya vijijini mkoani Mbeya, kinachosimamiwa na mchungaji Onesmo Patrick kwa kushirikiana na wanacharity kutoka Mbeya mjini, wamemjengea nyumba Fred Mwaipopo, mkazi wa kijiji cha Simambwe ambaye ni mhitaji, na kuwatembelea watoto yatima kwa kuwapa mahitaji yao. Akikabidhi msaada wa mahitaji hayo, mwenyekiti wa taasisi hiyo Frenki Mwenyekule amesema kuwa lengo la kutoa mahitaji kwa watoto yatima ni kuwahimiza watu wengine kufanya matendo mema kwa wahitaji. Tulikuwa tumekuja Simambwe na mambo mawili, si ndio watoto Ndio. Jambo la kwanza ni nyie watoto. Sawa sawa? Jambo la kwanza ni nyie watoto, tumekuja kuwaona. Wangapi wananifahamu? Ndio maana nimekuja tena kwa ajili yenu, tumekuja na wakina anko hapa, si ndio Lakini jambo la pili, tulikuwa tumekuja kwa ajili kuiona nyumba ambayo tulianza kuijenga pale kwa Fred. Ila ni movement ambayo imeanzishwa kwa ajili ya kuhimiza watu kutenda matendo mema. Sawa sawa? Kutenda matendo mema. Kwa hiyo hata nyinyi watoto tuko hapa kuwahimiza kwamba kadri mnavyokuwa jifunze kutenda matendo mema. Sawa, usimuumize mwenzako hana peni, mpe naye aandike apate nani. Kama una peni mbili unampa. Ukifanya hivyo tu unakuwa umefanya matendo mema. Sawa sawa? Sawa sawa? Kwa hiyo sisi kama Good Deeds Day tunahimiza, yani mtu yoyote anayejihusisha na matendo mema, hili ndio jambo lake. Na ndio maana kila mtu aliyekuja kwa ajili ya matendo mema leo amevaa t-shirt, si ndio? Wewe ni mwandishi nani, wote tumevaa t-shirt kwa sababu ni siku ya matendo mema. Kwa lengo ni kuhimiza kushiriki matendo mema popote pale mlipo, ni taasisi binafsi, ni mtu kufanya matendo mema. Hicho ndicho kitu ambacho tunakifanya. Katika hatua nyingine, Mwenyekule amesema kuwa wao kama taasisi ya Wana Foundation kwa kushirikiana na kituo cha kulelea watoto yatima Simambwe wamemjengea nyumba mhitaji Fred Mwaipopo, mkazi wa kijiji cha Simambwe, kata ya Tembela, wilaya ya Mbeya, baada ya kuona ni mhitaji na hana nyumba ya kuishi. Lengo letu ni kwamba tutengeneze nyumba ambayo ana uwezo wa kumove na wheelchair akiwa ndani, ana uwezo wa kumove akiwa anafanya mambo yake around up. Nyumba hii kwa tathmini ambayo iko mpaka saizi, mpaka tukamilishe hapa juu, ni kama $3 million kasoro. Hiyo ndio budget ambayo ipo, maana yake Manoti Ngao wamewaomba wadau mbalimbali kuchangia kiasi chochote ili kuweza kukamilisha ujenzi wa nyumba hiyo, ambapo kwa sasa vitu vinavyohitajika ni pamoja na milango, madirisha, mabati, mbao, misumari na mifuko ya saruji. Nasema muda wote na washukuru mno. Yaani niseme inawezekana Mungu alikusudia kunipa cheo cha wenyekiti, kwa sababu aliona kuna kitu mbele. Na kama nilivyosema mwanzo, sikutarajia kwamba mimi hii kazi nitaikuta. Nilivyoikuta sikutaka nisite. Nikaipokea. Mimi niseme na washukuru ndugu zangu, kwa sababu huyu ni mwananchi wangu ambaye kama kijiji tumeshindwa kumsaidia toka yuko hivi. Ninamshukuru sana Mungu ambaye ameenda kuwaibua ninyi mpaka leo anajengewa nyumba kama hii. Achana na usimamizi wa kituo kama mlezi wa kituo. Hapana. Sasa nasimama kama mwenyekiti wa kijiji. Ninawashukuru mno, Mungu akawabariki. Na niseme hivi, wananchi wa kijiji cha Simambwe wengi wamefarijika sana na jambo hili mlilofanya. Na kila ninapopita wanawashukuru sana na wanawaombeni sana kwa Mungu. Mungu awabariki mno. Yaani hii nyumba kila mtu anapopita anasema hii nyumba amejenga nani? Sasa tunapowaambia kuna ndugu zetu ambao wametoka mjini huko ndio wametusaidia hii nyumba, wanawashukuru mno. Wanasema tulia wakati sio tulia. Walijaribu kusema sijui ni nani, lakini jamani, nini sema? Nipelekeeni hizi shukrani kwenye familia zenu. Kama nilivyosema pale kituoni, bila supporta huku nyuma huwezi ukaamuka kufanya mambo kama haya. Wanaume, nipelekeeni salamu kwa wake zenu pamoja na familia. Wanawake, naomba wapelekeeni salamu kwa kina baba walioko nyumbani.
maana wale ndio waliowasapoti ili muweze kufika na kutoa hiki kilichopo. Najua hata wao michango yao ipo hapa, kwa sababu anapokuruhusu anakupa 2000 unaileta hapa, amesapoti pakubwa sana. Hata hivyo, mkurugenzi wa kituo cha kulelea watoto yatima Simambwe, Mchungaji Onesmo Patrick, ameomba wadau mbalimbali kuwatembelea na kuwafariji watoto yatima kwa kuwasaidia mahitaji wanayohitaji. Kutoka hapa katika kijiji cha Simambwe, kijiji kilichopo katika kata ya Tembela, wilaya ya Mbeya vijijini, mimi ni Mana Nyigulile.